Uliku atongo imaulei matongo iwe ni Kalonzo Musyoka ni matole muti serikali ya Kenya Kwanza kwa kwenda kuvadhula mbai ya Ekuyu maiweta kana mathina mekumbilite a Kenya onthe na kana mayisa kwitikila unenania ula wende kusukumewa nundu unenania ula wivo oyu ni wako mwinu cha President William Ruto 2027 okavinda ni kauna mwatongo yi alama kwetemba chama cha Rigathi Gachagua cha DCP ni mamwenda President Ruto aike kumatisya na kana ni mavangite undu makamwenu cha unyubanini wa 2027. Joseph Kitheka ni watu mbanisia mauvo. Atongo yamo leima inena na nende kweke ambu tina wa mathiko maka mwili utuko kuwa miaka 12 kwesitwa Bridget Joki kalakana atiwe ni thayu tina wakwathwa na kisasi ke nyumba muthenyani ula kune maandamano ma sabasaba ni mamwenda President William Ruto aike kuvathula mbai imwe va Kenya. Kalonzo Musyoka iweta kana timbai ya kuyuithana thina yoka atio ni ya Kenya onthe. Mazungumzo dawa ni moja, Kasongo awe one time, Jamhuri one time, Chama one time, na tutakoma hapo. Ni lazima nchi waweze kusema wakiwa watu na kusema ni Wakikuyu ndio wako na shida, sio Wakikuyu ni Kenya nzima. Uwezi tena, hatutakubali profiling ya jamii. Sisi zote ni Wakenya. Mutongoi wa DAP Eugene Wamalwa nake ni walula muti serikali kwa kwitikila uwani wende aiweta kana ni amuika aingi mowaitwe ni serikali hii. Na sisi tumesema sio Joki vile mmesikia Mwangi pia tumepita kwao pia alipigwa risasi. Alikuwa anaenda kwa duka kuchukua unga, dadake amenunua mboga anampelekea unga wapike chakula cha jioni. Ameuawa hapa Jubilee. Mimi nimetoka kule Western, kuna kijana anaitwa Kenneth Wafula alikuwa Karatina kwa jini, anapiga chini kwa jini. Askari wanafiatua risasi kwa njia ya kiholela. Wafula amepigwa akiwa jini, ameuawa kimempika pale Webuye. Okavinane kauna mwatongo yalama kwetemba uchama cha DCP Evo Senator wa Nyandarua John Medhu mainena kwa Kajiado ni mamwenda President Ruto aeke kumatisya na kanani maminete kuivanga kumwinu cha mwakani wa 2024. Wewe Kasongo wewe, nataka nikwambie wewe Kasongo, sisi tunakuheshimu lakini hatukuogopi. Na tunakwambia na tumekwambia siku nyingi. Wacha kushinda ukitisha watu ukikwambia enough is enough. Watu ya Kenya umewafinya na wamelia siku nyingi kukuliko. Wacha kuongea na hasira ati kwa sababu umekasirika. Sisi tulikukasirisha zamani. Wakati unao watoto wetu sisi tunakasirika. Wakati unaongeza bei ya maisha sisi tunakasirika. Wacha kushinda ukituambia ati tutakuona. Sisi wenyewe tumeshakupangia wewe Kasongo. Ni vile huna habari. Sisi tumeshakupangia wewe Kasongo. Ni vile huna habari wewe. Wewe Kasongo tumekupangia. Ni vile unajifanya mwerevu wewe. Ikifika 2022, 2027, Kasongo aende nyumbani ama asiende? Hatusemi one term bure. Tunasema one term kwa sababu fulani. Tunasema one term Kasongo aende nyumbani kwa sababu hatutaki serikali ya kuua watoto wetu. You cannot be a president and tell people enough is enough. Ukipewa uongozi, unaambia watoto wako kwa boma ati enough is enough. Si wewe ndio rais? Kama wewe ni rais, si umalize mambo ya kuua vijana. Kama wewe ni rais, si umalize mambo ya extrajudicial killing. Ati rais mzima anasema piga vijana risasi ya mguu. Ushawahi kusikia namna hiyo? Joseph Kitheka ngilivote vlingi wa Mauvo Mutongoi TV. President William Ruto ni wathuthi ya Kenya ayasya vivatu wa kwende ya kuvuthia nthi ya Kenya nundu yikati wa nthi la siende yenesa nuwetie kithito chake kinene kuikithia nthi ya Kenya ni yasonga na mbe na vala wakathi ya muvango wa waki wa nyumba cia thwa munini na kuweta mivango ila uvani kuikithia ngalama ya mikalile ni yathea na kutethia a Kenya. Ruto ingi ni wendekethia makambuni alame kwa kanyumba cia thwa munini makala tange milatio kieleloni cha kunenga amwi kamawia.
Lina Musangi na Mauvo. Onena nzini wesesoi musumbi William Ruto nuwetie vaivata wakona nzi ya Kenya taiende nai musumbi odhothi ya Kenya kuweka kuvuthia nzio weta Kenya taimwe kati wa nzila siende yenesa. We need to speak as Kenyans. We must reject this negativity. Our country is a great country, my friends. Let nobody lie to you. You know, when you hear people speak, it is as if Kenya is the worst country in the world. Far from it, I can tell you. We are a great country. Not many countries can achieve what we have achieved. Not many countries can achieve what we have achieved in housing in 1.5 years. Yes, we are a great country. And we must reject those who want to tell us otherwise. Sumbi aweta tawiki itevitiku ikithe kananzi ini ya songa nambe. Ingio kunia maleva muradi wake wakwaka nyumba siande vinini kana affordable housing. Kenya is a failed state. Which failed state? Where? Do you know what a failed state looks like? So, let me tell you that my commitment to the transformation of this country is not reversible. Nothing is going to stop me from driving the transformation that is going to change Kenya and take us where we have always wanted to go. Lwewe itavena mintalatila ila ya ile ya kuikithe kana garama ya mekalile ni ya the yanga. From stabilizing the economy, and I want to assure you that we are working meticulously to make sure that our economy is sound. I am very clear in my mind what we need to do on making sure that we have a sound economic platform to work on to drive our transformation. Ingio thingilila vata wa kuongelangwa kwa kambuni ila siku waka nyumba isa ndevinini nokenda kukalata muradi yengi kuendea na kumamanzia muika mawia. We need to scale up the number of companies that are participating in this environment. Because when we started, we had to start with a few. 39 consortia. We now need to take that to between 60 and 70. So we will be bringing on board more companies, more professional companies, engineering firms, architects, we will be bringing design companies and all the other real estate professionals, and we'll be bringing them on board. Guripoti ya Vilingi wa Mauvo ni Lina Musangi. Tuelekania na Mauvo wasu muika monoma usio wa jenzini makulu meyandikithie kwa wingi ta akuni makula ni kanako mimi otongo ini President William Ruto usakuwa nini munene wa mwaka wa 2027 ainene asokoni wa kathonzweni ndongo ya kakaundini ya Makueni Rose Museo ni wamenda muika kwambia na posa ivande kwa wingi nikienda kuyandikithia ta akuni makula ndetu ilasa kwa tombo uni speaker wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilu Ken Mulinge na Mauvo. Rose Museo nano watani vinda serikali kwithukisia mwika majenzi na kwekona nanya yulo wa maondo alame vita mayukile maunungu nusio na moto kosakanua mawea na kwa makufikika kisomo cha universities. Kwa mwika Museo imeenda kosa kule nekana kusa kwa watongo ilame kuya mawendi maene ndhimbe usakoni nituende tem. Mbinu ya kupiga risasi sio dawa. Dawa ni kuwaita na kuweza kuzungumza na wazazi wao ambao ni viongozi ili ukaweze kuwaita vijana waongee na wao. Na nisema kwamba hata kama hatumtaki Rais Ruto, dawa ya yeye kumtoa ni kumtoa na kura. Kila mmoja atapiga kura yake aseme kwamba sipigi huyu napigia huyu. Tunaelewana? Tusi mambo ya kuleta vita
na kupigana. Katika nchi ya Kenya kuna walemavu hawezi kukimbia. Katika nchi ya Kenya kuna wamama na wazee hawezi kukimbia. Katika nchi ya Kenya kuna watoto wakati wa vita hawezi kukimbia. Kwa hivyo nchi ya kukaa vizuri tukaweze kuleta pamoja siwa mabaya. Spika wa mbunge ya kaunti ya Makueni Douglas Mbilu weta serikali ya Kenya kwanza na elemento na weweta na ivinda kuvindota na kunenga atongo imanga leko levu swa kutongo siya vaivi kanze kesia kana President William Ruto aendaye kusima ndongo ya chama chaipa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kuthukuma nake pamoja na ulawe minister wa sasa iwandhini Dr. Fred Matiang'i. Ati inasemekana kuna mkutano ilikuwa mahali, alafu rais akasema tutaongea na Mheshimiwa Kalonzo, Maraga, Eugene Wamalwa na Tembea, tuko na dialogue ndio tuunde serikali. Mheshimiwa Musyo, you sit in serious meetings ya Wiper na United Opposition. I know the problem is because Gachagua alienda akakuwa na rally kubwa Amerika kuliko ya Emali. That is the problem. Bilo ithingilira ngaleko ile ende kwikala lindo mweweta manifesto na ambaye moya ngaleko ile ne kumuvetanga President William Ruto utongo ine wandhi ya Kenya. Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Mithika Linturi, Rigathi Gachagua na wale wengine Martha Karua is a united opposition with one mission. Na mission yao ni kuondoa Ruto president kwa kiti 2027, wakalishe moja wao. Na saa hii hatupeani manifesto, wanasema tuwaambie tutafanya nini. Hapana, wanataka kuliki mtihani wa leak. We are not going to show you our manifesto. We will declare it because it may disappear like the votes. Mnataka tuwaoneshe manifesto ndio zipotea kama kura. No, our agenda now it is to unite and remove you. When we remove you, we will reveal the manifesto. And the only manifesto iko ya Kenya ndio tuondoe shida ya Kenya ni kusema Ruto in 2027 he must go. Mutongo TV kuma kathonzo ni kaunti ya Makueni nyine tawa mulingam. Tuisonga nambe. Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni wathana kuthinikia mathina la maende na kwikumbila kalima kaunti yesu evindani jela meumanda uiti kumana na amwe mama ofisa ma uiti na ala meumatuma awaua sipitali ni cia kimbene kukwata uiti meyune moene aina na itina wa kwikia sai wiwano wa uthukumi na maminista make. Malombe ni wetikila kana ni vethi na mathina mailovia ala matumite vethi wana mawumu makwa ile uiti Kitui indi ni waikithisia ekalia kana serikali yake ni yikite mivango ya kusuvia awau na kutungia wikwatio sivitalini cia serikali. Onesmus Chalo ni watumbanisia mauvo. Wakati nilikuwa Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe no amekithisia nthi kaunti ya Kitui kana nukumi na mathina la mevwelete masipitali ma kaunti ya Kitui ala kwina ntheke kana mumathukumi sipitali ni cia kaunti ya Kitui methite metuma awau sipitali ni cianza cia kimbene kukwata uiti kwona na muno uiti wa ithimo. Aina na itina kwekia saia mwetekula maki uthukumi na nzama ya kiama minista ama uthukumi ala makumu mwaka ni wa 2005 Malombe no avikana kuweta kukosekana kwa mbesa kuma serikali nene kuvingisita maneno uthukumu wa serikali cia kaunti na muno muthiani wa uiti wa serikali ni ya kaunti ya Kitui. Ni kweli hatutaki kuficha, tuendelea mbele, tutaangalia systems zetu by automating them and make sure hiyo ifanyiki, na pia kuongea na maafisa wetu hizo isifanyike. Hata saa ingine watu wanaenda huko na vipimo viko, CT zikani ziko, X-ray ziko, na saa ingine watu wanaambiwa waende mahali ingine private wakapimiwe huko, na hospitali ziko. Hiyo tabia kwa sababu tulikuta iko huko, tutaendelea
Ona wiyovo ni wekithisia ene nthika na serikali yake ni ikite mipango miande ya kumina kio masibitalini na kutungia mwikio wa ene nthi na sibitali cia kaunti ya Kitui vala wetekana matama vende makuosi wa thukumi ma serikali kana sibitali alave kwatekana mende seso ya kutuma ene nthi kukwata witi sibitalini cia kimbene nza wa sibitali. Saa ingine uchukui nyundo kubwa upige watu, lazima uongee nao uendelee, lakini ikifika mahali ukiona hawarekebishe, tutafanya vile tulifanya na wale tuli-release waende. Okay? Tunahofia ya kwamba tutafika kiwango hicho, watu watarekebisha. Mambo yame-improve, but they are not 100%. Unajua ukikuta kitu ambacho hakifanyi kazi vile inatakiwa, hata ukifix hakiwezi kuja 100% mara moja. Ungali areas ambazo zinataka improvement. Malombelo amenda amemanza yake ama minister kuthukuma kwana na amewetikana mavikiana kwikia iwetakana olono thio tena ki ndena kianle cha kuthukuma serikali yake na ndo kumovya tanga. Kila minister itoa ni asa hii minister na governor Chiluila ministry ika minister atongoeti na mbesa ila tuimanenge nikana wisekwilia ni matekeleza sibisu na ndu itoa minna na kwikia saina mona wani mondi masovyo mokataba wonge kana performance contracting masaini katikati wa ministers na chief officers na wili kwa directors na tuwele yuko ya deputy assistant director maka seugia indicator performance appraisal. Nilivote Ablingwa Movomo Tongo TV Neto Onesmus Chalo. Musa isamwendo atuelekania na maovu wa sumake Onesmus kuma kauntini ya Kitui tulike ngalikoni ya YouTube na ngalikoni ya Facebook tuwase mawoni tuambelilia ngalikoni ya YouTube mundu kuitwa Stephen Mwendo ITS. Sasa mjengo inakuanga ya watu wenye hawajasoma. Sasa sisi vijana tumesoma wakuje kufanya kazi ya mjengo na wazazi walijinyima raha wasomeshe watoto wao wakuwe na maisha mazuri. Wewe unawategea kazi za mjengo. Joseph Kivivya akasia, why should our president include tax on affordable housing to all employed people yet we don't know where the money goes? Nicholas Ndolo na akasia woni wa kwa vaine satuende yani kwa twaitwe. Wanasema hivyo juu wako na mshahara, sisi watu wa chini tunaumia na kasatwe thiane 11 na inde msesa mwendwa ekatwa sodhomo monini tuisi okethia nitukosa mawoni ngalikoni ya Facebook na ngalikoni ya ili itatokenda 15 ndukathi basa. Andu mawonie ukesela chandani cha chuo cha kiko ukailitwa ni maisha ukona ndita yathela neke yesa isi ndo miongo 3 ila ikangwata neke wa muzungu 38 consequences and the 38th consequence was death. Tebe nisa ningezo okete akwa bati mbaya kwa yethe yako kwa nisa ningezo okete na weze neze mbete kwa dilwa ba ukwaba kwa diote akwa na diote ukabinewa ukathiwa ukabinya tangano ukasisya mbe ukalea kuona cheni inde muthenya umwe ukakwata ukusi pengewa syandu mesilile kibindu matona mbe inde mali ya kukongo na muthya kwethi wa cheni na utanu awethia na mwimbao ndo akwata umwe na my fresh kana ni miku very fresh musenyo ndomo wailombea congratulations mbe kukum kwa yimo ndo abete pressure yake na lo siadu kiola ndo adu kia musuyo kilunguni cha vero show kila kikakukia kila wakelisa ili na nataka miongo na sia wiyo tukakwete ange wa kukwiki abinya kunenga wikwati wawo kana na weselamu akini no kuma weekend gatadhavu bauka komana na mwene ndetaku weselile thinane utathimeka indi UN ukusi ngumbao atongoi atanithia na atanithia makunite maundu makutumika tengelekanyo alama lile kukongo ukasoma
kukwatana na kumanakana wina utonyi wa kuvindua na kwa ile thayo waku nundu ikongo. Kilungu cha Verovero Show ni kila wakeli saa 2:40 cia Iawio winake Veronica Siombua Wili wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kekonde, asma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauwekala wako mbele ya matuku na mwei wa mwonza tuweka bati kwa kanolndu kuthengiana na ATM ya Equity. Wakele matuku na 5 tuitala kuthengiana na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Eastmart Supermarket. Wakatatu matuku na 3 tuimatu stage kwa kinatoa Sako Booking Office kuthengiana na Matumat Supermarket. Oinge wakatatu suwa matuku na 3 tuimwingi Fathers Hotel kungethanisia na Osavina Petrol Station o Ulexo. Wakana matuku na mwonza tuikitui Mulimol Golobambe Ovisi na 54 kungethanisia na bengi wa Equity. Wakatana matuku na 8 tuwe Masako Complex Inn kuthengiania na Rafi Supermarket kuthengiania na Cooperative Bank na wathandatu matuku na 9 tuwe Ilobi Mulolongo kuthengiania na 3Ds Hotel kwa flyover ya Yellow. Kwa mauvombe ange tuthoke mavisi na maitu kanotu kune simu kwisela noti mwonza ile emwa noti kenda noti kana noti mwonza na ina ile 55 kanotu andikie SMS kana WhatsApp kwisela noti mwonza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Muso isa mwendo anaitwa Siokithena na udhocha nikaenda tusonge na mbe. Munene wa maminista na minista wa maundu manza Musalia Mudavadi ni wasakanava imwe yao ona umwe witikilitie maofisa mavolisi kutwa isia umamai kana kuwa Kenya aithingilila kana evito yo ndaye mukoneti avisa wa volisi kuwa Kenya ya ilite kukunikilwa na kuwatewa. Murkomeni wa elesia siko kauta sia NND kuwa na maofisa kuumiwa miatianioni ayasi siko tai timbitikilie Ben Musau ni watumbanisia mauvo. Minister Muveani wa usesei wa nthini Kipchumba Murkomen ni waendea na kuumania maandamano alama na kusiwa kwi matuku 25 mwei wa 6 na matuku 7 mwei wa 7 kuwa yumbula isese cia volisi 16 tasia vithukiiwe na kuvivwa na kutiwa na wanangiko munene. Murkomen iweta uta unyamasio kwa nthi na vala umiokanyo muvyo wa sieko ithi aiwereta muisio kwa usesei wa nthi na vala wongela kuweta mavuti kauta tamoyiwe na maofisi ma serikali kwa nangwa. 42 Kenyans regrettably lost their lives and close to 600 were injured. Out of these injuries, 496 were law enforcement officers. This is unacceptable. One life lost is one too many. We mourn every life lost and extend our deepest sympathies and heartfelt condolences to the affected families. To those who suffered injuries, loss and trauma on those 2 fateful days of sheer terror, we stay poleni sana. Kati wa isio ile inakunikia mono ni maandamano ayo ni vamwe na Dagoreti ala mavuti 5 moyiwe na nyumba cia maofisa ma polisi kuvivwa avale vuti yemwe kati wa aya mang'eiwe na atwa isio ng'eikuya musini wa Naivasha. This disturbing trend of targeting police stations, stealing firearms and ammunition points to a coordinated attempt to subvert the state's ability to guarantee law, order and public safety. When a police post or a station is raided or razed, it leaves the public at the mercy of dangerous criminals. Kuya matu maofisa 8 ni maumeiwe na wanangiko wa kisese kikutwaiwa na vala sililwe 18 maminete na uskatwa kotini. June 25th, a rowdy group of youth attacked Matu police station, leaving 8 officers injured and several government vehicles
damage. That is in Machakos County. The building housing the station was also destroyed. 18 suspects have been charged in connection with this attack. In Machakos County, 66 suspects linked to torching of gas tanker along Kitui Road on 7th July have also been arrested and charged. Kwa yumiokani wa sieko ithi, iwera nonginya ithinikiwa kiimiao, na nonginya serikali yungame na kutumania muguo ovamwe na kusuvia mivea ya serikali. Those who incited, organized, funded or executed these attacks will face the full force of the law. The financiers and political sponsors of this mayhem are being investigated and will soon answer for their crimes. Cognizant of the raging debate and national concerns on the use of force by security personnel, I will this Friday, pursuant to Article 245(4) of the Constitution, be issuing a policy directive to the Inspector General of Police on the use of force and firearm by law enforcement officers. Vilingi wa Mavomo Tongoi TV nyenita wa Ben Mosau. Musaisa mwendwane tuikwitia uweke wa movu asuma imukonete Minister wa usesei wa nthini mundu Kipchumba Murkomen kwa siaka vaimwi yao ona umwe witikilitie maovisa mavolisi kutwai sia umamai kana kuwa Kenya na indi movu asutwetha tuyumbaniwa ni mwandikitwa movu mundu Ben Musau ni tuikwitia uwekeo tuisonga nambe. Amwe memba ma chama cha UDM Mombasa yumeenda ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga akwate kuoko yana kwa yana serikali ila yivo ni kana yani si agenda ya maendeleo na umwe otondu wa iwano kati wa ODM na UDA mainena nandiki mama ovo matongo iwe ni Mohamed Ahmed ni maelesia taundu wa kumachamono kuona mwandiki chamani cha ODM Edwin Sifuna akiendea kuvua serikali ona kwithiwa chama chake kinengetwe mwanya nzamani ya maminista Angelina Mose na Mauvo. Nena nandiki mama uvo matongo ni Mohamed Ahmed ni mawetekana ni undoa kumacha kuona mwandiki munene chamani cha ODM Edwin Sifuna kuika live this ya serikali unaitino atongo yamwe kuma chamani kiikusakuwa tama minister serikali ni ya Kenya Kwanza. Sifuna ni mtu akiwa kwenye makini kiongozi wa ODM, lakini sasa ukiangalia wakati wa bosi wake akiwa na rais, yeye anamkosoa rais na anapinga agenda na anakuwa sasa anaenda kinyume na matakwa ya rais. Yani imekuwa sasa ni kumcha Ruto joto sasa zote, ambapo haistahili. Jamaa tumetana, tushikane, tulisukume gurudumu kwa pamoja, ni tuelewane, na kama kuna shida yote tukae chini kwenye meza tujue shida itokea wapi turekebishe. Mawetekana yu amama atongo chamani cha ODM ayithi toma ikwata mbau milati na mivango ya President William Ruto undu violate na kutuma President William Ruto oneka tauteanesi ya mawadho make. Ili hali wamepata vyeo ambao viko kwenye krimu, wamekaa badala ya kuangalia rais wetu kila kukicha watu wanamkejeli na watu wanamuingilia, na wao wanastahili kwa sababu wako ndani ya serikali wasaidiane. Ile kitu tunataka, tunajua rais wetu ni mzalendo, alifanya hivi kwa kuleta amani. Bosi wake ni kwanza yeye ndo affected kisha impatie rais, lakini leo hii rais amekuwa anapigwa indirect, hakuna mwenye kumokoa, na ndani ya broad base kuna watu wanampinga, wanamkosoa rais, wanamkajeli. Leo paka mwisho rais anapigwa maviatu, watu wamenyamaza kimya. Ni haionyeshi ishara nzuri kwa taifa hiyo. Kwa hivyo Onaguye vuko ni uthukumi wa Kenya Ports Authority ni mawetekana vyo na namba nene ya ene thi mavutio watena gitumi na atongo kuma chamani cha ODM na alama sa kuitota maminista serikali ni ya Kenya Kwanza na ala ni makuma county ni sia Kisiwani mayali kilila katika na kumanya kicha endeye. Sisi tuwa hapa pwani, rais ametuangalia kupatia sisi nafasi ya nani, nafasi ya waziri. Lakini rais, mahali popote ulipo, tunataka usikize. Kuna watu waliofutwa kazi KPA 247 mpaka leo hawajarudi kazini. Na hapa Mombasa tuko na wakubwa, tuko na mawaziri, tuko na wabunge hawatetii wanyonge. Kuna watu walifutwa kazi bila ya kosa.
Na hii issue tunakurezea wewe uje uangalie ama useme order tu, watu wana check namba zao waregee kazini. 247 wako nje paka wa leo. Watu walifutwa kazi bila sababu. Ngilivoti ya vilingi wa Mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ulona imweni kivila wanzama ya budget mbungeni nene muyumbe wa Kiharu Ndindi Nyoro ni watula mutisi likali kwa kwambatia mauta ma petro, diesel na mauta mata na dho wa katikati wa silingi na silingi kenda aiwetakana mauta ni mathe yedho wa nthi sianza kuma mwaka ni muvitu na yu silikali ya muiye kuvinyi ya mwene nthi kwisila kwilila koti mweu mautani na nicho kitumi madhoa ama mbatie muvea wa kulunga madhoa ama mauta epra uwetie kana madhoa mambatitwe ni kwambata kwa dhoa wa mauta sokoni sianthi sianza woniula Nyoro ukuweta ni uvungu muthei kwi mwene nthi Benjamin Mwake na Mauvo. Because we want to be clapped for today. Nyoro eweta kwambata kwa madhoa kuyumanishwa na kwambata kwa thei wa mauta nthi sianza eweta one uvungu ni kwithwa mauta mathe yetene muno mwaino wa thanthatu mwaka muvitu. We saw the fuel prices going up yesterday drastically, and the explanation that was given by government is not accurate, because blaming the global oil prices is falling short of what the reality is. Because last year, for the last 1 year, the highest fuel prices we have seen were actually in June 17th of 2024. And in this calendar year, the highest prices we have seen were actually in January. Muyumbe wa Kiharu heweta dhowo wa mauta wambatitwe ni koti mbingi mautani aiweta nthini wa kila lita be wa silingi miongo mama ni koti. It is important for us to know that out of what Kenyans pay at the pump in terms of fuel prices, around half of that money is in terms of taxes and levies. Over 80 shillings of what people pay for petrol prices, over 80 shillings goes into taxes and levies. And of what Kenyans pay for other products or fuel other than petrol, over 76 shillings again goes into taxes and levies. In an oil producing country like Kenya, the only tool a government is left with is altering the levies and taxes. This is where the problem is. Ingino waweta dhowa uithea thimetukine kwithwa no mwaka mvitu vala koti ungi wa silingi mwonza unongelelo mautani ya koti ula silikali yuthiende kutumia kuosa mikovo minene ya mamilioni ma mpesa mavengini kauthukanyo. The government of Kenya actually added a new levy last year of 7 shillings in the fuel prices. And how the government works is that time when the fuel prices are coming down, actually that's the reason why Kenyans never felt the global deceleration of the oil prices. Because it's around that time that the government introduced a secret 7 shillings in fuel levy. That is partly one of the problems why the fuel prices are going up. But the more unfortunate bit is that this year, the government has taken that 7 shillings, taken to the banks as security, and then they have taken a loan of 175 billion shillings. This money is not reflecting in the government books as a debt, and therefore it can only pass as an illegal debt, because whatever is not accounted for as a debt, then any other debt is illegal. Na Nyoro eweta ni vinda tongo imanene na wasia mukali kukelelia silikali viege kuvinia mwene mbi. The questions I'm asking or the voice I am airing, it is just for the love of the country. Because if we do the same on all the other funds, the government is doing the same in terms of sports fund, we do the same in terms of fuel levy, then where is the flexibility for the governments to make decisions on how to expend their money when the government that is currently there is already spending money in advance? What if the other government that was there did the same, securitized the money in terms of all the taxes? Then what will be the role of the government now? Which decisions would they be making?
when the money is actually not available. Vilingwa mavo kumavamo zenilovi nyenito Benjamin Mwaka. Esililua ana maungei wa Kithui matongwe weni Duncan Wambua Kimeu ulani ndeleva wa taksi musini wa Masaku Dennis Ndolo Mutunga Wambua Kinyili Mutunga na Charles Mutinda Margaret kwi umunthe maina umela kotini wa Kangundo vale kwaniyo ya kumuvena Dr. Titus Kilika mwaini wa thandatu mwaka muthelu yivaniyo kwithukiwa kwa kilame uteta kisese cha polisi cha Kangundo kiina mito miseo ya kukomea ni kumona na kivalame kwende ya kusie wa yelani nene ya Masaku neo kwani yu kwithukiwa wengi matuko miongo 23 mwaini wa nana mwaka niyo vala musili munene wa makwani kotini usu Principal Magistrate Samio Pande umisie mwamulo OCS wa Kangundo Samuel Mwangi kumila kotini matuko miongo 29 mwaini wa Monza kueleza niki asu matanavi kwa kotini kwi umundi. Wapi? Station. Hakuna. So sasa nasema hakuna stress ni yeye atakuja somo yao. Okay. Nataka kuzini kotini kwa sababu kuna mattress. So summons to OCS Kangundo to appear in court on 29th July 2025, shed light on non-production of accused on hearing scheduled today. Naende mwisho mwendo wa saa ile siatilikandatikana na nosu niwe muthia wa vilingi wa mauvombe yange liselilika mwendoni wa saa 3:30 nyanita wa Caroline Mweni wa Muteti netho anditethania nake Teresia Mwende kwa oyuti wa Nesa.